Yes, ni matumaini yangu mzima wa afya kokote pale ulipo unapotazama Six and Sports, na wakati huu na kwa nami Mwanaisha Lukali begi kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo. Nikukaribishe wewe mwana michezo mwenzangu kuja kuyafahamu na kuyajua yale ya kimichezo ambao kwa hivi sasa yamekuwa yakizungumzwa kila sehemu, katika kila pahala ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni kuhusiana, tupo katika dirisha dogo la usajili. Timu mbalimbali za ndani kwetu hapa zinafanya maboresho kuhusiana na vikosi vyao. Mabenchi ya ufundi yanaongeza mahitaji mapya, ama kuna baadhi ya wachezaji wanaweza kutolewa kutokana na wachezaji wengine waliokuwa bora na viwango vilivyokuwa vizuri wanaweza kuingia. Sasa leo hii tunatia kambi, tunaingia ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo inaonekana katika dirisha hili dogo la usajili bado wanaendelea kufanya maboresho ndani ya kikosi chao, ili mradi waweze kuwa bora, waweze kuwa imara katika kila mashindano. Inafahamika siku za hivi karibuni golikipa namba 1 wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, hapa namzungumzia Musa Pinpin Kamara, aliweza kupata majeraha ambayo yaliweza kumweka nje ya uwanja kwa muda, kitendo ambacho kimepelekea mwalimu mpya wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, hapa namzungumzia mwalimu Steve Beka, amehitaji huduma ya golikipa mwingine ambaye anaweza kuja kuhimiri mikiki ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia anaweza kumudu ile mikiki ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo mnyama Simba yupo kule anaitafuta tiketi ya kuingia katika hatua ya robo finali. Paka hivi sasa jina ambalo linasemekana kwamba viongozi wa Simba tayari wameshamalizana naye ni golikipa namba 1 wa timu ya taifa ya Nigeria. Hapa namzungumzia Mahamadou Taja, ambaye inasemekana tayari ameshamalizana kila kitu na viongozi wa Simba, yani yale mapatano yao binafsi tayari wameshamalizana. Ni golikipa mzuri, golikipa ambaye amefanya vizuri katika michuano ile ya AFCON ambayo inatimua vumbi mpaka hivi sasa na kuifanikisha timu yake ya Nigeria kutinga katika hatua ya nusu finali ya michuano hiyo ya AFCON. Golikipa huyu ana umri wa miaka 29 na ametokea kule katika timu ya Nigeria. Ni golikipa ambaye anacheza ligi ya ndani ya Nigeria, lakini ameonekana kuwa na kiwango kilichokuwa kizuri, ameonekana kuwa na kiwango kilichokuwa bora, kitendo ambacho mwalimu wa timu ya taifa ya Nigeria kuvutiwa naye na kumtumia katika mechi mbalimbali. Mahamadou Taja amekuwa ni mlinda mlango mzuri, amehusika katika mechi 34 za FIFA, ambapo timu yake ya Nigeria ilipokuwa inaenda kushindana na mataifa tofauti, basi pale langoni Mahamadou Taja alikuwa pale katika eneo la mlinda mlango. Anaweza kuja kuisaidia Simba, tusubiri na kuona, kwa sababu ni aina ya golikipa mzuri, ni wanasema wenye national team material. Hivyo basi katika eneo lile la golikipa kutakuwa na ushindani wa hali ya juu, lakini inasemekana viongozi wa Simba wataenda kulikata jina la Musa Pinpin Kamara katika ile orodha ya wachezaji wa kigeni katika michuano mbalimbali, na jina la Mahamadou Taja linaweza kuingia. Mwalimu Steven Beka alipendekeza katika dirisha hili dogo la usajili, basi Simba waweze kupata angalau wachezaji 5 waweze kuja kuongeza nguvu ndani ya kikosi chao. Na paka hivi sasa katika eneo hilo la golikipa Mahamadou Taja, ambaye kutokea pale Nigeria, raia wa Nigeria, anakuja ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Na Musa Pinpin Kamara anatolewa katika mfumo ule wa wachezaji wa kimataifa paka pale atakapokuwa amerejea katika ubora wake. Na ifahamike kwamba kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba siku ya Jumapili watakuwa na mchezo wao
wa ligi kuu Tanzania bara wanaenda kucheza na Mtibwa Sugar. Paka hivi sasa tunavyozungumza, wachezaji mbalimbali bado wanaendelea kujifua kwa ajili ya mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara, lakini pia golikipa namba 1 kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, Musa Pinpin Kamara, taarifa rasmi za kurejea ndani ya kikosi chao bado, lakini tayari ameshaanza kulikava na kufanya mazoezi yale mepesi ili mradi aweze kujiweka sawa, ili mradi aweze kuwa mzuri katika mashindano pindi ligi itakaporejea na pindi atakaporejea ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ukiwasikiliza mashabiki wengi wa wekundu wa Msimbazi Simba wanatamani kuja kukiona kikosi chao kikirejea na hali iliyokuwa nzuri, hali iliyokuwa bora. Mahamud Taja wenyewe wanakuambia balaa jipya mjini. Ni golikipa ambaye anaweza kuja kuleta ushindani na magolikipa wengine ambao wanaonekana kufanya vizuri ndani ya ligi kuu Tanzania bara, wakina Djigui Diarra ambaye anachezea katika timu ya taifa ya Mali, na lakini pia hapa ndani ya ligi yetu anachezea katika timu ya Young Africans. Ameonekana kuwa na kiwango bora, ameonekana kuwa na kiwango kizuri. Je, Mahamadou anaweza kuja kuleta ushindani kama ambavyo mashabiki wengi pamoja na viongozi wa Simba wanatamani kuliona hilo? Tusubiri na kuona, kwa sababu inaonekana katika dirisha hili dogo la usajili viongozi wa Simba wamezamiria kuimarisha na kuboresha kikosi chao. Lakini wachezaji wapi ambao wanavozidi kuingia ndani ya kikosi, lakini kuna baadhi ya nyota wanaweza kutolewa kwa mkopo, lakini wengine wanaweza wakaachwa ili mradi timu iweze kusonga mbele. Kuna baadhi ya majina ambayo inasemekana mwalimu Steve Mbeka hayapo katika mchakato wake, yani hataweza kuwatumia wachezaji. Inasemekana jina la Shamuka Rabu ni miongoni mwa wachezaji ambao mwalimu anamwona kabisa Shamuka Rabu hawezi kuingia katika mfumo wake, lakini pia wakina Joshua Mutale inasemekana pengine wakatolewa kwa mkopo ama wakapewa mkono wa kwaheri ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kikosi cha Simba kina wachezaji waliokuwa wazuri, waliokuwa bora, sasa wanaongezewa nguvu ili mradi Simba iweze kuwa kama ambavyo mashabiki na viongozi wao wanavyotamani, kuwa timu bora na yenye ushindani barani Afrika, ambapo mnyama anashikilia nafasi ya 5 katika timu bora barani Afrika. Mnyama Simba katika miaka hivi karibuni ameonekana kuonyesha ukubwa wake baada ya kuwa anaishia katika hatua ya robo finali, lakini pia msimu uliopita tuliweza kumuona katika kombe la shirikisho mnyama Simba akifika katika hatua ya finali. Unaona kabisa rekodi zinazidi kuvunjwa, lakini pia tunaona kabisa nguvu ya fedha inazidi kutumika na viongozi wanaendelea kufanya scouti iliyokuwa bora zaidi. Kuja kwa wachezaji wazuri inaonyesha kabisa kwamba ligi yetu inaendelea kuwa bora na inaendelea kuwa nzuri. Miaka ya nyuma tulikuwepo hatuwezi kwenda kuachukua magolikipa wazuri kama hivyo, lakini hivi sasa tunaweza kuwaona wakina Djigui Diarra kutokea pale Young Africans wanaendelea kufanya vizuri. Golikipa namba 1 wa timu ya taifa ya Nigeria kuja kuchezea ndani ya ligi kuu Tanzania bara itakuwa ni mwendelezo wa ligi yetu kuwa bora na watu kuja kuitolea macho na wachezaji wazuri kuona kama ni sehemu ya kujitangaza. Wakati wote huu ulikuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, lakini nyuma kamera amesimama Sultani Goma ambaye anasababisha kila kitu kinakwenda